Baada ya kuikamilisha episode ya 33, tunakutana katika episode ya 34. Simulizi inayojulikana kama Siri. Ni muda mrefu tumeianza mpaka sasa tuko episode ya 34. Nitakukumbusha machache ili tuweze kuwa na mwendelezo mzuri katika episode hii. Mimi ninaitwa Genius Amon kutoka Empire Studios. Unaisikia sauti yangu? Tuliishia nyumbani kwa Rashidi ambako alikuwa ametembelewa na rafiki zake waliokuwa wapo pale sebuleni wakifanya ibada. Lakini ghafla mpenzi wake Rashidi aliingia bila taarifa. Hakujua kinachoendelea pale ndani. Alikimbia. Ndiyo, alikimbia. Aliona kabisa hili eneo sio eneo salama kwa ajili yake. Alikimbia. Lakini Gerard alitoa amri akisema, mkamateni, msimwache aondoke. Sasa hatujajua wakimkamata watafanya nini, kwa sababu ameshaona kitu kinachofanyika, ingawa hatuna uhakika kama ameshajua nini kinachoendelea. Lakini kwa mazingira yanavyoonyesha wazi, ibada za kishirikina zilikuwa zinaendelea. Kwa tuingie katika mwendelezo huu tuweze kujua nini kitakachoendelea. Ndiyo, nakumbusha kukwambia mimi ninaitwa Genius Amon. Rashidi baada ya kupewa amri na Gerard alitoka nje mbio akimkimbiza Olivia. Alimkamata Olivia akiwa anakaribia kabisa na geti. Anataka kutoka nje. Alimwambia, baby, subiri basi kwanza. Baby. Unajua alikuwa anaongea huku akiwa anamsogelea. Alikuwa anakaribia kumkamata, anajaribu kumbembeleza asitoke nje ili aweze kumkamata. Mwisho aliweza kumkamata. Alimkamata mkononi mwake. Ndiyo, alimkamata kwenye mkono, alimkamata mkono wake. Olivia alikuwa anaonekana kuwa mwoga. Alisema, sitaki kujua chochote, maana sijui kinachoendelea pale, na sitaki uniambie tafadhali, naomba niende. Lakini alitumia nguvu ya ushawishi akamwambia, hapana, hakuna kitu kinachoendelea. Olivia alimuuliza, una maana gani kusema kwamba hakuna kinachoendelea, wakati inaonekana pale ni kama mnafanya mambo ya giza, na mimi sihitaji kuwa ni moja kati ya hilo mnalolifanya. Lakini Rashid alimwambia, baby, mimi na bosi wangu pale tulikuwa tunaendelea jambo la furaha. Ni jambo la furaha tu kwa ajili ya usiku. Ndicho tulikuwa tunakifanya pale. Alimdanganya kwamba ametembelewa na bosi zake, kwa hiyo kuna kitu alikuwa anakifanya kusherekea. Olivia alishangaa kidogo akasema, unasema? Rashid akatikia na kusema, ndiyo. Lakini Olivia haionekani kama ni micheka. Aliona kabisa. Alisema, haionekani kama ni mchezo ule, na sihitaji kujua kwa kweli. Lakini Rashid aliendelea kusema, baby, ni mchezo ule tunafanya. Tulikuwa tunacheza pale. Hata wewe ukihitaji unaweza kujiunga na sisi kucheza. Lakini Olivia akasema, hapana. Alionekana kuogopa. Aliongeza kusema, hapana, mimi nina Lakini kabla hajamaliza kuongea, Rashid alisema, mimi ninajua kwamba umeogopa. Lakini Olivia alisema, mimi nahitaji kwenda nyumbani. Rashid aliendelea kumshawishi kwa upendo na upole akisema, twende pale, unaweza ukashiriki na sisi kucheza, hata wewe unaruhusiwa. Olivia alisema, mbona unajua, alisema, hapana, mimi sihitaji kucheza.
Rashid alimtuliza kisha akamuuliza, unaniamini? Olivia aliitikia na kusema, ndio, ninakuamini. Ama rafiki yetu Richard? Ndio, unaweza ukamuita Rashidi. Rashidi akamwambia, kama unaniamini, sidhani kama mimi ninaweza kukufanyia chochote cha kukuumiza au kukudhuru. Mimi ni mwana wa Mungu. Unamaanisha nini kusema giza? Alimbembeleza vya kutosha. Unajua mtoto wa kike mbele ya mwanaume anayejua kuongea vizuri atoboi, hawezi kuruka. Mpaka aliweza kumrudisha ndani, na aliporudi alikuta kule ndani tayari watu wameshabadilisha mazingira, kwa maana asingejua kilichokuwa kinaendelea. Walilala na asubuhi kulipambazuka. Ndio, kulipambazuka, lakini Rashid bado alikuwa na mashaka. Alikuwa anatafuta namna gani ya kumshawishi, ndio, au kumsahaurisha huyu binti kile kilichokuwa kimetokea jana usiku. Kwa hiyo ikiwa ni asubuhi, binti huyu alikuwa amekaa kwenye sofa akiwa anachati na kupitia mitandao kwa kutumia simu yake. Rashid ama rafiki yetu Richard alitoka huko chumbani akiwa anakimbia mbio, anamuita kwa kusema, baby. Huyu dada alishtuka na kuinuka haraka kuangalia nini kinaendelea. Rashid alimuonesha Olivia kioo cha simu yake kwamba, angalia meseji niliyotumiwa na mama yako, ameniita mimi mkwe. Olivia akamkumbatia, lakini akamuuliza, ina maana hicho ndicho kimekufanya unatoka huko juu unakimbia kwenye ngazi mpaka unakaribia kudondoka? Rashid alitika na kusema, ndio, kwa sababu meseji inaonyesha wazi kwamba mama yako naye amenipenda kama ulivyonipenda wewe. Aliongea hayo huku akiwa anampa busu la kwenye mdomo, lakini Olivia alimwambia, hebu tulia basi, tulia kwanza. Lakini Rashid alionekana kusherekea na kumuongelea sana mama mkwe. Olivia alimwambia, hebu subiri, ngoja nikwambie. Unajua hilo sidhani kama tunahitaji kuliongelea muda mrefu. Unajua mama yangu ana mume. Bila shaka Rashid alibadilisha tabasamu kidogo na kumwambia, kwani unaona wivu basi? Yaani unaona wivu? Baada ya kusema hayo, Olivia alicheka kidogo kwa tabasamu la kuonyesha kwamba alikuwa anatania, lakini akachukua simu yake na kumuonesha Richard. Anasema, nilipokuwa nimekaa hapa nilikuwa natafuta shera ya kuvaa kwenye harusi. Hebu angalia hii niliyoipata. Unasemaje? Walianza kuonyeshana pale shera au gauni ya harusi. Walianza kuchagua. Rashid alikuwa anaitikia kila kitu kana kwamba ni kizuri. Alichokichagua yule binti ya kukataa, lakini yote ilikuwa ni huyu binti aweze kuwa na furaha na kupotezea katika lile lililotokea jana. Lakini Olivia alikatisha kuangalia walichokuwa wanakiangalia kwenye simu. Alimuuliza Rashid, alisema, baby, hebu kwanza, hebu nikuulize kidogo. Alisema, uliza. Alisema, hebu nikuulize kidogo kwanza. Unajua wazazi wangu wanakupenda, hata mimi ninakupenda. Lini tutakwenda kwa wazazi wako? Unajua ili swali lilimfanya Rashid ama rafiki yetu Richard aweze kuishua pause. Alishua pause kabisa. Rashid hali ya hewa yake ilibadilika. Tabasamu lilipotea. Ndio. Unajua ukimuuliza kuhusiana
ukimuuliza kuhusiana na familia yake, yani unamrudisha kabisa nyuma. Tabasamu ilipotea. Apendi kuulizwa kuhusu familia yake. Aliendelea kuongea na kusema, unajua, natamani kukutana na baba yako na mama yako, hata ndugu zako. Au yalikuwa ni maneno ya Olivia, lakini Rashid alionekana kabisa kupoteza furaha. Hili ni neno ambalo linaonekana kugusa ndani ya moyo wake. Olivia alimuuliza, kuna nini kinaendelea? Naona una furaha tena, unafanya tena yale yale. Inaonekana sio mara ya kwanza kumuuliza hili swali. Kwa hiyo imekuwa ni kama mara kadhaa swali linajirudia. Ndiyo, Rashid mpenzi wake anahitaji waonane na wazazi. Atafanya nini? Je, ataweza kumpeleka au atatafuta wazazi wa kukodi? Maana hawa vijana wa mjini hawachelewi. Au ni mbinu gani ataitumia kuweza kuficha wazazi wake? Mimi na wewe hatujui. Naomba tukutane kwa wakati mwingine. Hii ilikuwa ni episode ya 34. Tukutane kwenye 35. Ninaitwa Genius Amon. Natokea hapa Empire Studios. Tukutane kwa wakati mwingine, and now bye bye.